Nimesema kuendelea mbele, kama wewe ndio unapika uhalifu na ugaidi, hatutangojea uende usababishe vifo na hiyo mambo ya ugaidi. Tutakuja tukuchukue na tukutafute kabla hata haujatoka kwako nyumbani. Hivyo ndio tunafanyanga na Al-Shabaab. Si mnajua mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa? Ama mna hiyo habari? Si mimi for the last 2 years nilikuwa minister wa interior? Si mimi nilikuwa nakazana na bandits huko North Rift huko na wale wa Al-Shabaab wa Lamu? Mimi sitaki kupitisha hapo. We cannot allow Kenya to go to the dogs when we are watching and laughing and making fun about it and discussing about who will be elected and who will not be elected. This is not about the election. This is different. Mwenye anataka kufanya siasa afanye siasa yake. Aende huko aseme atatoa William Ruto kwa kura. Sijui William Ruto akisema atajenga soko Kanyangi, aseme yeye atajenga soko 3 Kanyangi. Ama namna gani? Akisema William Ruto anatafuta hiyo barabara tumesema, aseme atatafuta hiyo na ingine. Sio ndio mashindano ya siasa? Na ipitie hapo. Na ule yako na tofauti na serikali, ako na uhuru ya kuandamana, aende aseme mambo yako, lakini jioni hurudi kwako nyumbani. And we will not allow anybody, and there is no one bigger than Kenya. Munisikize vizuri watu ya Kanyangi. Hakuna mtu mkubwa kuliko Kenya. Worst case scenario ni serikali isikue maarufu. And I have already told you we are willing to pay the price. Watu wanatutisha hapa sijui utachaguliwa 1 term. So hata ukichaguliwa wiki moja hiyo ni baraka. There are very many qualified people in Kenya. So only they never got the opportunity. Ama namna gani? Unatisha nani na 1 term? Hata siku moja uwe Mungu amekubariki ukue kiongozi for 1 day, you should be grateful to God. Na ukazane ufanyie wananchi kazi. Hao watu hawatujui. They don't know us. Wanatuangalia tu hivi, wanatupima pima hivi, wanaona kama ni Ngoja tu. Na hata hiyo siasa wanajigamba nao, hata wezana na sisi. They will not. Tutawanyorosha asubuhi na mapema.